Yes, hii ni episode 2 ya movie yetu nzuri kabisa ya Papa's Princess. Kama mnakumbuka episode iliyopita, tuliishia pale ambapo Destin ameenda kuanza rasmi kufanya kazi kwa niaba ya baba yake nyumbani kwa kina Princess, na tayari kashakutana na kimbembe cha Princess dakika za mwanzoni tu hapa. Na hapa alikuwa anatakiwa kumpeleka Princess kwenye manunuzi yake huko. Basi safari yao ndo hii ishaanza. Wakiwa kwenye gari hapa, Princess anamuuliza, "Hivi ulisema unaitwa nani?" "Jina langu sio muhimu." "Oh, kwa kuwa umegoma kuniambia jina lako, basi nitakuita siri. Jina langu naitwa Destiny." Jamani, hivi babako alikuwa anawaza nini kukuita jina kama hilo? Eti Destiny. Sasa unanicheka utazani una jina zuri. Hilo Princess inapendeza ikiwa nickname, yani jina la utani tu. Unasemaje wewe kaka? Unajua majina mazuri wewe. Halafu sitaki mazoea na wewe. Jamaa kumkomoa, akapitisha gari kwenye mashimo. Dada aliruka hadi wigi lake likataka kutoka kichwani. "Wewe mpuzi, unaendeshaje gari hivyo? Unadhani babako angekuwa anaendesha hivi haya magari angekuwepo? Hebu endesha gari kama mtu wa kawaida bana. Kama hujui ungesema." "Oh, sawa, sikuona mashimo. Wewe ulikuwa unanipigia mikelele hapa." Ila wakaka wengine bana, kama wajielewi hivi, sio poa. Destiny naye hampendi kabisa huyu dada. Kwa hapa ni paka na panya kwenye safari moja. Okay, tunaendelea soon na huu mzigo. Sasa kabla tujaendelea, naombeni niwashukuru kwa kunisaidia kufikisha zaidi ya subscribers 2500. Lakini naombeni tuendelee kusubscribe. Kama wewe ndo kwanza unafungua hii video, bonyeza alama subscribe na bonyeza notification hapo. Okay, tuendelee na huu mzigo, mengine tutaongea baadaye. Basi baada ya manunuzi na matembezi, wamerudi nyumbani hapa. Jamaa Destin ameshuka kwenye gari. Leo ndo siku yake ya kwanza, yuko hoi, maana huyu bidada wote tunamjua mambo yake. Sasa anashangaa Princess ashuke kwenye gari, akakumbuka kuwa inatakiwa amfungulie mlango ndo ashuke. Jamaa akaenda kumfungulia, halafu huyo anaondoka. "Wewe, yaani unapeleka wapi miguu yako hiyo? Sinaenda ndani au?" Ukienda ndani unadhani nani atakayepeleka hivi vitu ndani? Peleka hivi vitu jikoni bana." Halafu bidada huyo akampita, akampa na msonyo mzito. Kama nilivyowaambia, jamaa hajazoea hii mieyusho, kwa inamkera sana, na mbaya zaidi ni kunyanyaswa na aka katoto kadogo kisa mali za babake. Okay, jamaa akaleta mizigo hadi jikoni, akaitoa mizigo hiyo hapo, anaondoka. "Yaani wewe unaondokaje? Unaenda wapi?" "Naenda chumbani kwangu." "Mbona unajikuta umechanganyikiwa wewe? Umetoa hivi vitu hapa, unategemea nani avitoe? Vitoe humu ndani na uvipange." Hivi wewe ndo unanichukulieje? Mimi ni msomi na ninajua misingi ya mfanyakazi na ninajua mipaka yangu, kwa hiyo huwezi kunipelekesha kama mtumwa, okay? Jamaa akawa anaondoka pale, bidada si akamvuta. "Wewe nimekwambia, hey!" Jamaa akamshika huo mkono vizuri, akamkazia sura, anamwambia, "Wewe nimekukataza kuniongelesha kijingajinga hivi, na uwe makini next time, sikushiki na kuumiza, kwa kuwa makini na mimi." Bidada kakutana na kiboko yake, kashikwa kidogo tu hapa, analia. Jiangaikwa hilo kofi, si msiba hapa. Basi usiku huu Princess anaongea na baba yake, anamlalamikia kwamba kwa nini unanifanyia hivi? "Baba, naomba kama nimekukosea unisamehe sana. Kila kitu kirudi kama ilivyokuwa zamani. Natamani urudi kwenye jumba lako la kifalme, na mimi princess wako niwe na wewe baba, niwe na amani." "Sina amani kabisa." Mwanangu, haya ni maisha ya kweli. Maisha unayoyataka wewe yapo kwenye katuni peke yake na sio maisha halisi. Na nimeongea na Ralia, itabidi ya kufundisha kupika kuanzia kesho, na hakikisha unafuata ratiba yako kujisomea." "Baba, unanionea sana. Mimi hapa sina hata hela na sijui unarudi lini nyumbani." "Mwanangu, nitarudi sio muda, hata usijali, ila wewe zingatia haya." Basi leo Laria yuko hapa jikoni na Princess, anampa kozi ya mapishi kidogo. Kwa anamwambia, kitunguu unashika hivi, halafu unaanza kukata vipande vidogo vidogo. "Wewe unawezaje kufanya hivi hapo?" "Sasa si ndo nakuelekeza hapa, unafanya hivi. Aya, shika kisu ukate." "Yaani nishike kisu?" "Shika bwana king'ati." "Aya, unashika kitunguu hivi, rudisha vidole nyuma, usije ukapita navyo." "Oho, aya kata." Princess kila akikata kitunguu kinazunguka kikatiki. Hasa katika kujaribu hapa, sikikamunga machoni. Mtoto wa tajiri ajua ya mambo, akaangua hicho kilio chake na darasa likaishia hapo. Basi baadaye njaa imemuuma hapa, ikabidi aje jikoni mwenyewe. Anamkuta Destiny yupo anajipikia hapa, anajitolea kitu chake. "Ni wewe upo jikoni?" "Ndiyo." "Kwa hiki chakula unapika mwenyewe?" "Ndiyo, si unaona ndo napika hapa." "Oh, sawa." Kwa upande wa bidada pishi limeenda kushoto, ikabidi kama kawaida yake achukue zake makopo ya sukari na maji, endelee kujitengenezea mlo wake usio na jina huu. Jamaa ameshamaliza kupika, akapakua msusu wake, huyo anaenda nao dining. Bidada akaona harufu inamzidi, akaona ajaribu kuonja chakula kilichobaki kwenye sufuria, akakuta kinashuka.
Akaanza kukifagamia chote japo kwa kuibia. Unacheza na pishi la kiume wewe. Destiny anajua kupika kama mimi hapa. Basi kama kawaida pia leo somo la mapishi linaendelea kutoka kwa Ralia, lakini bidada anaona viungo ni vingi, anamwambia bwana punguza maviungo, mimi siwezi kushika vyote hivi. Anaambiwa hivi ndivyo vinavyotengeneza hilo pishi tamu unalotamani kulijua. Mimi nishachoka bana. Wewe endelea na pishi lako, mimi naenda zangu ndani. Princess huyo akaondoka zake. Hataki stress kabisa. Asa huku nje Destiny anaosha gari hapa. Princess naye akiwa anatoka nje, Destiny anamwagia maji gari, si akamlukia. Wewe umechanganyikiwa? Kwani uoni? Unataka kuniua? Samani madam, sikujua kama unapita. Yaani wewe unarushaje maji bila kuangalia? Ona umeniloanisha mshenzi wewe. Samani, sikujua. Princess amekasirika sana. Yaani akarudi chumbani kwake analia huyo. Anajaribu kumpigia huyo babake, hata ampati. Basi hapo moyo unamuenda mbio, ni anatupa tu vitu chumbani. Baada ya muda, Destiny huyo amekuja chumbani kwa Princess. Amekuja na sahani ya msosi. Princess anamuuliza, "Wewe nini kimekuleta hapa?" Nimekuja kuomba msamaha. Naomba uniache mwenyewe." Samani, na nimekuja na hiki kidogo kama samani ya urafiki. Pia naomba unisamehe sana." Bidada akaleta mapozi hapa. Jamaa akasema basi sawa kama utaki. No, lete bana. Jamaa akampa pale. Nimekubali, lakini sijasema tuwe marafiki. Okay. Bidada akapiga pale kijiko cha kwanza, cha pili, akaendelea kuweka mambo safi tumboni. Basi hii asubuhi bidada kaja chumbani kwa Destiny. Ananyatia, Destiny mwenyewe hayupo. Basi anapekua kitandani, kuna kitu anakitafuta. Anaingia hadi kwenye kabati kupekua. Sasa anasikia Destiny naye anakuja. Ikabidi azuge amekaa kitandani pale. Wewe unafanya nini chumbani kwangu? Bidada ameganda, anawaza, nilikuwa nimekuja kuiba kadi yake ya benki, lakini mimi nami ni mpuzi sana. Sasa hata ningeipata hiyo kadi yake, mbona sijui namba zake za siri? Destiny akamuuliza, kwa hiyo utakaa hapo kimya na unijibu? Nilikuja kukwambia kuwa nimepokea msamaha wako na yameisha. Kwa ombi langu limefanya kazi. Ndiyo. Okay. Hapa Princess anawaza kwamba nikikaa upande wake na nikawa mwema kwake, basi nitafaidi misosi yake. Jamaa anamwambia, kama utojali, naomba unipishe nibadilishe nguo. Okay, sawa. Basi time hii ya kupata misosi hapa. Princess na Destiny wako hapa mezani. Bidada anamwangalia Destiny huko na tabasamu. We, vipi? Mbona unaniangalia afu na smile? Mimi huyo? Ndiyo wewe? No, mimi nimefurahia msosi wangu tu hapa. Hata sio wewe. Sawa. Okay Destiny, kuna kitu nataka tukubaliane hapa. Kitu gani hicho? Nataka uwe unanipikia halafu mimi nakulipa. Siwezi kufanya hivyo. Kwa nini nifanye hivyo kwanza? Mbona jana ulinipikia Destiny? Ndiyo, jana ilikuwa ni kwa ajili ya kukuomba msamaha. Kwa hiyo siwezi. Usinifanyie hivyo. Unajua utakuwa unajipatia pesa ya bure kabisa. Sitaki pesa ya bure. Na baba ashanikataza kuhusu hizo pesa za kamseleleko. Halafu unatakiwa uwe unajua kupika. Kama uwezi, mwambie Ralia akufundishe. No bana, mimi sipendi chakula cha Ralia. Napenda unachopika wewe. Hata sikuamini. Kweli bana, na kujifunza kazi sana. Mimi nimeshindwa kumuelewa Ralia. Nikwambie kitu. Siku zote ambaye anajua kula anatakiwa kujua na kupika pia. Nani anayesema hivyo? Alikuwa ananiambia mamangu kipindi nakuwa. Alikuwa anakuambia? Unamaanisha nini? Ndiyo, alikuwa ananiambia. Amekufa miaka kadhaa iliyopita. Okay, pole. Ni kama mimi tu. Mamangu alifariki. Lakini hiyo falsafa yako haifanyi kazi kwangu, kwa sababu baba yangu mimi ananipa kila kitu ninachokitaka. Lakini inaonekana baba yako anataka ujue kujitegemea. Ndio maana kamwambia Ralia akufundishe kupika. Basi bana, mida hii Princess yuko hapa sebleni na madaftari na vitabu kibao. Anamwambia Ralia, fanya unirekodi video hapa kama nasoma afu nimtumie baba. Haya, ngoja niweke vitu sawa. Haya, unaweza kuanza kurekodi. Hey baba, niko hapa nasoma. Nimekumisi sana. Urudi mapema na kupenda Safi, hiyo inatosha sasa. Najua itakuwa nzuri. Haya, nipige na picha nikiwa nasoma. Bana, mimi si tayari nimesha kurekodi picha za nini? No, bado bana, inabidi nimuaminishe kuwa kweli nilikuwa nasoma. Lakini hausomi Princess. Haya kuhusu wewe. Nimekwambia nipige picha. No bana, mimi sikupigi picha, nimeshachoka. Nina kazi zingine za kufanya, huko mimi naondoka. Shika simu yako hii hapa. Basi bana, Princess akasema inatosha hivi na mtumia hii. Basi akamtumia mzee wake. Mzee akapiga simu. Halo baba, umeona videos nimekutumia wakati nasoma hapa? Ndiyo Princess wangu, ila leo kulingana na ratiba yako nilitakiwa usome geopolitics. Ndiyo baba. Haya, nitumie summary zako ulizokuwa unasoma. Halo? Sikusikii.
No princess, inatakiwa nitumie hizo summary. Halo baba, sikusikii unasema? Halo, sijui mtandao. Nasema hivi, sitapokea simu zako wala kukujibu meseji zako hadi pale utakaponitumia hizo summary. Baba, lakini hii inanichosha sana. Mimi naona ni ngumu sana. Okay, nadhani umenielewa princess. Bye. Bidada alijiona mjanja kuliko mzee wake, lakini kakamatika kirahisi sana. Kwa bado kazi anayo. Basi mida hii jamaa yupo chumbani kwake. Princess anakuja. Mambo? Poa, vipi wewe? Safi, nimekuja nikuulize kama na wewe utakula msosi. Ya, bila shaka. Jamaa ana time naye kiasi hicho. Basi bidada akasema haina noma, mimi naenda huko. Okay, usiku hapa jamaa yuko zake busy hapa. Bidada Princess naye anakuja. Wewe unafanya nini online hadi sasa hivi? Niko najisomea hapa. Unasoma? Mimi nilijua ushamaliza chuo. Ndio, nishamaliza. Ila nasoma hapa course za online ili niongeze nguvu kwenye CV yangu. Oh, inavutia. Inaonekana unajituma sana. Hata matokeo yako umejitahidi nikiangalia hapa. Yep, always vitu vizuri vinakuja kwa kupambana. Sema sio ajabu sana. Kawaida, shule kuna watu walikuwa hawatumii simu wala hawapati. Na wewe ulikuwa hivyo? Sikuwa mtu wa mabata sana, ila nilikuwa na simu shule na nilikuwa natumia pia. Wakati wa kusoma, muda wa kusoma nilikuwa na uheshimu sana. Kwa nilikuwa na muda wangu wa kujisomea, situmii simu. Oh, sawa. Yes, na wewe vipi kuhusu chuo? Wewe unajua niliamua kustop. Oh, vipi GPA yako ya mwisho ulipata ngapi? Yani nini? Yaani maksi zako za mwisho ulipata ngapi? Unataka niongee Kiswahili? Bidada anajikoolesha pale vikozi kibao, anakwepa kujibu. Anajua utumbo alioupata chuo hadi akadisko. Basi akawa amemkwepa jamaa pale, anajidai anaenda kufuata maji. Basi mida hii ya asubuhi, jamaa anakula zoezi la push up hapa kimtindo. Mziki mkubwa masikioni anapiga juu chini. Princess anaingia, jamaa hata hajamuona. Destiny kuangalia hivi, anashtuka, huyu akawai shati lake, anajiziba kifua. Wewe vipi? Unaingiaje bila hodi humu ndani? Nimegonga sana lakini hujaitika, kwa nikaamua kuingia na nimeona hujasikia kwa sababu ya headphone zako hizo masikioni. Okay, una shida gani sasa? Nataka kutoka, kwa naomba unipeleke. Okay, ngoja nijiandae, nakuja sasa hivi. Sawa, ila sikujua kama unaweza kushuka push up nyingi kiasi hicho. Bidada huyo akapita. Jamaa pia akutarajia mtoto amkute kifua wazi hapa. Si unajua mshikaji hana mpango wowote na Princess. Ila mngekuwa nyinyi vijana wa ovyo, sijui ingekueje. Basi bwana, safari ndio hiyo ishaanza. Jamaa kashaizoea kazi, lakini pia bidada mashauzi kwa Destiny yameisha na wameshakuwa upande mmoja sasa. Basi kwenye gari ni story za kutosha. Bidada anaendelea kumlazimisha jamaa awe anampikia, lakini jamaa hataki kumuelewa. Anasema Ralia kaajiliwa kwa ajili ya kazi hiyo na baba yako ameshamwambia akufundishe kupika, kwa komaa ujifunze kupika. Lakini Princess hataki kabisa. Anasema basi kama ndo hivyo, naomba unifundishe wewe kupika. Yaani kwa nini nikufundishe mimi? Si Ralia yupo? Okay, sawa, leo nitakuambia ukweli. Sawa, niambie ukweli gani? Ukweli ni kwamba chakula chako ni kitamu zaidi ya Ralia. Kweli tena? Hii nimesema ukweli, kwa naomba unifundishe tafadhali. Okay, basi haina noma. Basi darasa la mpishi Destiny likaendelea. Kwa anamfundisha Princess mapishi. Mdogo mdogo somo linakolea na Princess anaelewa sasa. Kutoka kuogopa vitunguu na mafuta, sasa anasogelea jiko yeye mwenyewe na mapishi anazingatiwa. Basi kwa mambo yanaenda vizuri kabisa kadri siku zinavyoendelea, kadri siku zinavyozidi kwenda, na bidada anazidi kujifunza kupika na wanakuwa washikaji zaidi. Leo Destiny anaongea na baba yake, anamwambia mzee, nataka nije nikuone, lakini mzee wake anamwambia hapana, inabidi uendelee kubaki hapo. Mimi niko vizuri, baada ya siku kadhaa nitarudi. Lakini jamaa anamwambia no mzee, huna haja ya kurudi kwa sababu unahitaji kupumzika zaidi. Kupumzika mpaka Mr. Harrison atakaporudi, na yote itabidi urudi kazini. Huku kwa Princess amechange sana hiki kipindi. Just imagine, anaona chumba chake kimekaa ovyo, anakitengeneza yeye mwenyewe na kukiweka sawa. Hana haja ya kumuita Ralia tena kufanya usafi. Hadi Ralia mwenyewe haamini. Hapa ndipo ambapo namuelewa Doto Magali anaposema kweli mtu si nyau. Basi usiku huu Destiny yupo mezani, anasoma kama kawaida yake. Princess naye huyo anakuja, anasema Mr. Kisomo, naona huko unasoma kama kawaida yako. Ndiyo, kusoma muhimu. Wanasema binadamu ataacha kujifunza pale atakapofariki. Na hilo nani alikwambia? Ile aliniambia baba yangu. Unaona nini? Naona unaweka sana maneno ya wazazi wako moyoni, kwa sababu kila siku unaniambia hiki mamangu aliniambia, mara hiki baba yangu aliniambia. Ndiyo, lazima niweke vitu moyoni, kwa sababu siku zote mtoto mwema ni yule anayeweka maneno na mafundisho ya wazazi wake moyoni. Okay, hongera mtoto mzuri. Basi Princess naye alipofika chumbani kwake, akaona avute vitabu pale apige msuli kidogo. Destiny anamuinspire kwa sasa. Sasa bidada akasoma dakika 10 tu, tayari ashasinzia. Kusoma sio poa jamani. Leo jamaa ipo zake chumbani kwake anajisomea. Anakuja Princess kama kaa, anamuuliza vipi, naweza kukaa?
Yes, hakuna shida, wewe kaa tu. Okay, kama kawaida yako naona unasoma. Nishakwambia kusoma muhimu. Naombi kwako. Ombi gani hilo? Naomba niwe naungana na wewe kwenye kusoma, maana kusoma peke yangu kazi sana. Haina shida, karibu, tutakuwa tunasoma wote. Okay, niambie unatamani kula nini? Unataka ukapike? Ndiyo, nataka niyatumie maujuzi yako, nilikuwa na kuangalia unavyopika. Pia nimekuwa nikifuatilia video za mapishi mtandaoni kama ulivyonishauri. Sawa, vizuri. Wewe pika chochote, mimi nitakula. Chochote? Ndio, wewe toa kitu, mimi nitakula. Sawa, usijali, ngoja nikapike msosi huo na uhakika utaupenda tu. Okay, sawa. Basi bana, imefika jioni hapa, muda wa kusoma. Destiny na Princess wanasoma hapa. Ila Princess ni anasinzia kinoma. Jamani, anamcheka tu. Akatengeneza kikaratasi kama sigara, akamwekea mdomoni. Najua wanangu wa shule mnaikumbuka hii michezo. Basi bana, ni safi tu kwao. Jamaa akasema naona umechoka sana. Basi lala kidogo alafu nitakuamsha. Kweli utaniamsha? Ndio, lazima nikuamshe. Basi Princess akalala pale. So poa, maadui wameshakuwa marafiki sasa. Mambo yanaenda. Leo hapo jikoni wanaandaa pishi hapa. Sijui unataka kupika nini, ila naona unga, mayai na vingine hapa. Sijui unataka kutoa chapati. Basi wakati jamaa anaendelea hapa, si akapiga chafya, akatumia mkono wake wenye unga kujiziba. Basi akawa amejipaka unga puani na hajajua. Princess kumuona anamcheka. Cheki, umejipaka usoni. Nini tena Princess? Ngoja nikufute. Basi Princess akawa anamfuta na kumfuta, ikataka kuwa kumfuta kweli. Naziona dalili za busu fulani hivi hapa. Basi busu likawa linavutwa hapa. Kabla ya mchezo kukamilika, Ralia huyo kafungua mlango. So poa, Ralia akawafuma ameharibu mchoro. Basi akawa amewashuka shuu. Uzinzi waliotaka kuufanya, aibu wanaona wenyewe. Hamna naye muongelesha mwenzie sasa. Basi bana, meda hii wapo wanasoma hapa sebleni. Babake Princess anapiga simu. Halo daddy, nimekumisi sana mwanangu, unaendeleaje? Naendelea salama. Unafanya nini sasa hivi? Hapa nipo zangu nasoma. Wewe kweli? Ndio, nasoma hapa kwenye hili somo, kuna mengi najifunza yani. Kuna vitu vingi vya kuzingatia. Hongera sana mwanangu. Ndio, na sasa hivi ni lazima nisome kila jioni na ninafuata ile timetable yako ya kujisomea. Umenifurahisha sana mwanangu. Najivunia sana wewe. Na nikija nitakuletea zawadi. Sawa baba, lakini unarudi lini? Nimekukumbuka, unarudi lini baba? Narudi sio muda, ila ni surprise. Sawa baba, unapenda sana surprise siku hizi. Basi kweli Princess amechange sana, na anamwambia Destiny kuwa baba amesema najivunia mimi. Hajaniambia muda mrefu sana kauli hii. Ya Princess, ni vizuri na umejitahidi sana, umekuwa binti mzuri sasa hivi. Basi bana, leo Destiny mida hii anaenda zake juu, anakutana na Ralia anafanya usafi hapa. Anamuuliza, vipi hali ya Mr. Benson, anaendeleaje? Yuko salama, anaendelea vizuri tu. Mungu mkubwa. Ila huyu Princess anasababishaga majanga muda wote. Unamaanisha nini kusema hivyo Ralia? Usiniambie ujui. Yaani sijui kuhusu nini Ralia? Kuhusu ajali ya baba yako. Najua si alikanyaga sehemu mbaya akadondoka. Una uhakika? Nani alikwambia? No, sikuambiwa, niliona mwenyewe. Usinifiche Destiny, mimi najua kila kitu. Na niliona babako aliumizwa kama adhabu. Adhabu? Kivipi yani? Babake Princess alivyoondoka, alimuomba babako amsimamie Princess na kuhakikisha Princess anaenda sawa sawa. Sasa ile siku alivyotoka na Princess, akamsukuma akamsababishia hayo majeraha babako. Una uhakika? Ndiyo. Na hadi wakati babako anakupigia simu kwamba uje kumfuata hapa nyumbani nilikuwepo. Jamaa aliumia sana kwa hili. Akatoka kwa hasira, akaingia chumbani anampigia simu babake. Baba, kwa nini ulinidanganya? Yaani baba, kwa nini hukuniambia ukweli? Umeruhusu nimekuwa na urafiki na mtu aliyepaswa kuwa adui yangu. Destiny, sikutaka ufike kwenye hatua hii. No baba, umenikosea sana na ninaondoka hapa. Hili mkera sana Destiny. Basi huku kwa Princess, surprise yake imekamilika, maana mzee wake huyu amerudi. Kwa ni makumbato tu pale. Nilikumisi sana baba, nilikumisi sana mwanangu. Umenawili sana. Naamini Mr. Benson amekutunza kweli kweli. Ndiyo baba, zaidi ya nilivyokuwa najitunza mwenyewe. Shikamoo mzee. Kijana wa Mr. Benson, hujambo? Sijambo mzee. Nimesikia habari zako sana kutoka kwa baba yako. Hivi unaitwa nani vile? Naitwa Destiny. Pole sana kwa ajali ya baba yako. Vipi baba anaendeleaje? Jamaa kimya, ana hasira huyo. Destiny, anaendelea vizuri, nadhani kesho anarudi kazini. Vizuri sana, ninafurahi sana na nina hamu ya kumuona kesho akiwa na nguvu zote. Princess naye anasema na mimi pia baba. Basi Princess na mzee wake hao akapandisha juu pale. Ila Destiny bado ni ana hasira sana kwa kujua kumbe Princess ndo aliyemsababishia ajali baba yake. Hapa jamaa anamlalamikia sana mzee wake.
kwa nini unidanganye mzee? Mzee anamwambia, nilikuwa naepusha ili unaloleta. Lipi mzee, lipi? Hasira zako hizo, hayo mahasira yako ulionayo. Nishakwambia Destin, hasira ukaa kifuani kwa mpumbavu. Baba, sikuelewe. Umeniacha nimekuwa mwema kwa mtu aliyenifanyia ubaya. Destin, hebu rudisha akili zako. Wewe ni kuwa huo wema wako ndio umemfanya abadilike na kuwa mtu mwema, na hilo hujui kwamba litakusaidia kupata nafasi nzuri ya kazi kwa baba yake. Jamani, ana hasira sana na amemkasirikia kweli. Anamwambia mzee wake kuwa sitaki kufanya kazi kwa Dr. Harrison tena. Kwa nini? Na ulikuwa unatamani siku zote, na nilikuwa nishaanza kukupambania upate kazi. Baba, sitaki tena kufanya kazi, na ninajua nikiwa nafanya kazi kwake nitaonana na wewe binti yake. Kwa sitaki kabisa. Destin, naona umechanganyikiwa wewe. Endelea kuwaza huo upuuzi wako. Mzee akaondoka. Huku kwa Princess na baba yake, Princess amemwandalia msosi baba yake. Anamuuliza, una uhakika hiki chakula umepika wewe? Ndiyo, kama nilivyokuambia kuwa nilikuwa nimejifunza mwenyewe, pia nimekuwa nafuatilia video za mapishi mtandaoni. Oh, najivunia wewe. Kweli wewe ni smart sana. Umeweka nguvu kidogo tu tayari unajua mapishi. Na sio mapishi tu, hadi kwenye kusoma. Yes baba, asante pia. Na nimeamua kuwa nitasoma papa, sitaki tena kwenda nje. Oh, Princess, kweli? Ndiyo, na nimegundua kwa nini nilikuwa na feli. Ni kwa sababu sikuwa najituma kusoma. Kwa kuahidi nimebadilika kwenye hilo na nitaweka nguvu zaidi kwenye masomo. Na ninataka kuanza kusoma course za online ili ni boost CV yangu. Na natamani pia kuwa nakuja kazini kwako ili niendelee kupata ujuzi zaidi. Utaniruhusu baba? Jamani Princess, kwani nikatae? Umenifurahisha sana mwanangu. Njoo nikumbatie. Basi ni furaha sana kwa mzee Harrison kuona binti yake aliyekuwa ashikike kama tiki amebadilika kiasi hiki na kuwa binti mwema sana. Nadhani hii ni furaha ya mtu yoyote yule. Basi Princess leo ameona kama Destiny hajamtafuta kipindi kirefu, kwa kaona ampigie hapa. Jamaa akaona simu inaita hapa, anapokea. Halo? Yes. Kwa umeona usinitafute kabisa. Kwani we nani? Nani? Okay, mi Princess uliyenitenga. Oh, sawa. Umenipigia, kuna kitu nilikuwa nakifanya, kwa nataka nikaendelee kukifanya. Jamaa akakata simu, hataki mazoea naye kabisa. Princess anashangaa tu, imekuweje? Basi mida hii mzee Harrison yuko hapa na kazi zake. Princess anakuja na makaratasi haya, anampa babake. Mzee anamuuliza, hiki nini? Wewe angalia. Mzee anasoma pale. Wow, hii CV nzuri sana, inanivutia. Umeitoa wapi? Ni CV ya Destin. Yaani Destin huyu mtoto wa Mr. Benson? Ndiyo. Yes, natamani nifanye naye kazi, afanye kazi kwenye kampuni yangu. Sasa nitaongea na HR amwandikie barua ya kumtaka kazini. Baba, kweli? Asante sana, sikujua kama angekubali kirahisi hivi. Asante sana baba. Basi bana, bidada ametengeneza mchongo hapa. Basi leo kwa kina Destin kuna mgeni. Destin anafungua mlango, anakutana na Princess. Wewe, umekuja kufanya nini hapa? Unaweza kuniruhusu niingie? Jamaa akamruhusu aingie. Jana uliniambia una kazi, lakini hukunitafuta tena. Kichwa kina vitu vingi. Okay, nilichukua CV yako na nimempa baba, amevutiwa nayo sana. Nani amekutuma? Yaani umeanzaje kumpa? Destin, wewe si ulikuwa unatamani kufanya kazi kwenye kampuni ya baba yangu? Sitaki sasa. Nani kakuagiza? Bidada anashangaa pale. Anajaribu kumshika. We, usijaribu tena kunigusa mwili wangu. Destin, kuna shida gani? Yaani unauliza kuna shida gani? Kwa nini ulikuwa unanificha? Bidada anaduaa elewi pale. Naficha nini Destin? Unajidai uelewi. Kwa nini kuniambia ukweli kwamba wewe ndio sababu ya ajali ya babangu? No Destin, ilikuwa ni ajali tu na sikutarajia ingekuwa vile. Unasema nini wewe? Yaani wewe ulimsababishia majeraha babangu kwenye sehemu aliyowahi fanyiwa operation. Umesababisha afanye surgery ya pili. No Destin, samahani kwa kukuficha, lakini haikuwa makusudi eti. Toka nje. Samahani Destiny. Ondoka. Nimesema toka nje. Jamani, ana hasira sana. Kwa hiyo bidada hakuwa na ziada, ikabidi aondoke pale. Basi leo bidada amekuja kuongea na Mr. Benson, yani babake na Destiny, na anamwambia nimekuja kuomba msamaha kwa yote niliyowahi kukukosea, na kubwa zaidi kuwa chanzo cha ajali iliyokutokea. Usijali Princess, mimi nimeshakusamehe kabla hata hujaniomba msamaha leo, na nina furaha sana kukuona umebadilika na umekuwa binti safi, mwema, usiye na shida kabisa. Hongera sana. Asante sana baba kwa kunisamehe. Usijali mwanangu. Basi baba, mimi nipo ndani. Basi upande wa Destiny yupo zake kwao hapa, anapitia mtandaoni hapa, anapokea ujumbe unamshtua sana. No, sio kweli baba, njoo uone. Siamini, sio kweli. Kuna nini tena huko? Mbona unanishtua Destiny? Baba, nimetumia ujumbe kuwa nimepata kazi kwenye kampuni ya Mr. Harrison na nitapewa gari zuri na nitalipwa mamilioni ya pesa. Wow, hongera sana mwanangu.
Lakini ulisema hutaki kufanya kazi kwake. No baba, nitakuwa mjinga. Ona unanilipa mahela yote haya halafu nikatae kazi. Siwezi kukataa. Basi ni furaha sana kwa familia hii leo. Ni makumbato hapa, shangwe sana. Jamaa leo amekuja nyumbani kwa kina Princess. Na hapa namshukuru sana Mr. Harrison kwa kumpa kazi kwenye kampuni yake. Mzee anamwambia kuwa usijali, yote hii ni kwa sababu ninamheshimu sana baba yako na amenisaidia sana kwenye mambo yangu mengi binafsi na familia yangu pia, na ni asante kwako pia kwa msaada wako wote, lakini kubwa kuliko ni CV yako nzuri ndo iliamua yote haya. Asante sana mzee, nashukuru sana. Basi samani na kikao muda huu, kwa naomba nikuache, tukutane Jumatatu kazini. Basi Princess naye akawa amekuja hapa. Jamaa anamwambia asante sana kwa kuhakikisha napata hii kazi. Usijali. Pia samani sana kwa namna nilivyokujibu na kukuongelesha ile siku. Usijali Destiny, nilistahili. Hapana, hukustahili hata kidogo. Ilikuwa ni ajali na usingeweza kuzuia. Kiukweli nilishindwa kukubaliana na ukweli kwamba Princess ninayeongea naye hapa ni tofauti kabisa na yule Princess aliyekuja mwanzo kwenye maisha yangu. Kwa hiyo samahani sana. Sawa, usijali. Samahani tena. Usijali bwana. Basi jamaa akawa anaondoka hapa. Princess akamvuta. Samahani, najua unaenda kuanza kazi muda sio mrefu, kwa hiyo nitaomba unikubalie tutoke out wote. Sawa, siwezi kataa sababu kila mtu anajua namna ambavyo mimi ni kichaa kwako. Ni kweli, na nadhani hisia zetu zote ziko sambamba. Kweli? Ndiyo. Basi nisubiri hapo nikabadilishe nguo na kuja. Basi bana. Wakaja zao restaurant hapa, wakachagua meza ambayo imekaa sehemu nzuri ya kukaa, watulie, waenjoy mtoko wao. Sasa kumbe hapa restaurant yupo yule jamaa mashavu, ex wake Princess. Aamini anamuona Princess na mshikaji mwingine, japo yeye pia yupo na mwanamke mwingine pia. Basi bwana Destiny na Princess wakaagiza zao vitu watakavyohitaji hapa, wanaambiwa wasubiri kidogo, wanaletewa. Basi jamaa Kenny uvumilivu kamshinda, akaona aje tu hapa. Hai Princess, mzima wewe? Mimi mzima. Vipi wewe? Niko poa. Yaani unaonekana bado vizuri sana, upogo mrembo vile vile. Sawa Kenny, asante. Unafanya nini hapa? Niko tu pale na rafiki yangu, tumekuja kula hapa. Sawa. Bye, ngoja nirudi pale. Bidada amekutana na ex wake uso kwa macho leo. Destiny anamuuliza, haupo comfortable? No, ni rafiki yangu tu. Rafiki yako? Ndiyo. Okay, ni rafiki yako tu. Yes Destiny, ni rafiki yangu, wala mna shida yoyote. Basi bana, stories zikaendelea pale restaurant. Basi leo Princess anafika sebuleni kwao, anakutana na wale mashosti zao. Rafiki yetu Malkia, nyie mnafanya nini hapa? No, tumekumisi sana rafiki yetu. Mmemiss nani nyie machao? Sina marafiki wanafiki kama nyie. Mmefanya nitumie vibaya pesa za baba yangu. Nyie ni marafiki wabaya sana, machao wakubwa nyie. No Princess, tulikuwa tuna hali mbaya ya kiuchumi, ndio maana tulikuwa tumekukalia kimya, lakini leo tuna habari njema kwako. Mwambieni Princess, tumeandaa pati kwa ajili yako. Shut up, sitaki kuwasikia, naombeni mtoke hapa haraka sana, sitaki kuwaona kunguni wakubwa nyie. Tokeni kwenye nyumba ya babangu. Basi ikabidi awatimue pale. Basi muda huu Princess ametulia zake chumbani kwake hapa, anakuja Kenny. Hello baby. Kenny, umekuja kufanya nini hapa? Nimekuja kukuona Princess. Na mbona hujaniambia kuwa unakuja? Nilikuwa nataka kukusurprise, pia nimekuja kukuomba msamaha kwa yote. No, usijali, ilikuwa ni makosa yangu. Ulikuwa unasema ukweli na nilikuwa sifanyi vizuri, na sasa nimebadilika, kwa usijali. Sawa, lakini naomba unisamehe. Mimi ndo nilikuacha na niko hapa kukuomba msamaha. Usijali, ashaisha. Vipi, yule jamaa nilikukuta naye restaurant pale ni nani? Ni rafiki yangu tu. Kweli? Ndiyo, ni rafiki yangu tu, ni mtoto wa Mr. Benson. Sawa, lakini nimekuja, naomba mambo yarudi kama zamani. Nisamehe sana, nilishindwa kumpenda mtu mwingine kwa sababu bado nilikuwa nakupenda wewe. Naomba turudishe penzi mama. Princess Becky azikabi kwa mshikaji, anamwambia kiukweli nilikumisi sana Kenny, nilikumisi sana. Wakatazamana kiindi pale. Basi busu likawa linavuta taratibu hapa. Kumbe Destiny naye kaingia, akadondosha huo mzigo wake wa zawadi aliyokuja nao. Huyu anatoka nje. Destiny, no, usiondoke. Jamaa anamwambia vipi sasa, mbona unaondoka? Princess anamwambia lazima nimfuate nikaongee naye. Basi jamaa Kenny na mashavu yake kashamharibia Destiny hapa. Basi bidada kamfuata Destiny hadi nje hapa. Destiny, naomba subiri tuzungumze kuhusu hili. Okay, sitaki maelezo. Nataka uniambie kwa nini umeamua kunidanganya. Sijakudanganya Destiny. No, babangu aliniambia kuwa
ulikuwa kwenye mahusiano na Kenny. Kondo Kenny huyo, au sio? Ndiyo, ni yeye. Okay, sasa kwa nini uliniambia unanipenda pia nilipokuambia kuwa nakupenda? Sijui ilikuwaje, lakini nilishindwa kujizuia. Kivipi yani? Kivipi princess? Kiukweli ukalimu wako, upole wako, mapishi yako, ugentleman wako ulinifanya nisijiulize mara mbili kwamba nakupenda. Okay, sawa. Kwa bado unampenda huyu jamaa. Bidada kimya. Kama mnavyojua, ukimya nao ni jibu. Jamaa akawa amejijibu pale. Haina noma na nimeelewa. No Destin, no, usijali princess. Nimeshajua moyo wako upo kwa mtu mwingine na hii ilikuwa ni hatima ya mimi kukutana na wewe. Destin, samahani sana na naomba nikushukuru sana kwa yote ulionifanyia kwangu. Umenibadilisha sana na nimekuwa binti mzuri sana. Naomba nikuombe kitu kimoja. Kama unaweza, naomba tuendelee kuwa marafiki. Tutajua. Jamaa huyo akaondoka. Destin, subiri kwanza. Jamaa huyo akaondoka hivi. Kenny akaja hapa. Wakapeana kumbato lao safi, na huu ndio mwisho wa huu mzigo. Nilikwambia ni wa moto sana, nadhani mmeona wenyewe. Mwisho wa huu nyama ndio mwanzo wa unyama mwingine. Basi soon nawaletea mizigo mingine. Naombeni mdondoki hapa kwenye comment mniambie mmeuonaje huu mzigo. Kuhakikisha umesubscribe hapo chini na kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata mizigo yetu kutoka hapa Bongo Connect. Mimi naitwa Eli5. Bye.